watu wengi jana walikuwa wanaangalia television, wale majudges wakisoma uamuzi wao. Tulisema tunaheshimu ile uamuzi ambao walitoa, manake hiyo ndio kazi yao. Walisoma sheria na wakaamua vile waliamua, na sisi tumezoea uamuzi kama haya. Wakati ile ya section 2A ilikuwa mbaya kabisa. Kila mara mahakamani tunaambiwa katiba haikubali. Wakati Jaramogi alikuwa anataka kuunda chama NPP, akaambiwa katiba haikubali, hairuhusu mambo ya vyama vingine. Na wale wakasema ati Kenya is not yet cohesive, itachukua miaka 100 kabla Kenya hajafika kiwango ya kukuwa na vyama vingine. Na Jaramogi alisema itawezekana, itawezekana. Tukasema itawezekana. Tulifika wakati ambao walikuwa hawana chaguo, wakafungua. Kwa hivyo hata sasa wanasema haya haiwezekani. Sawa, hiyo ni uamuzi wao. Mingi ya mapendekezo tuliweka katika BBI tumetoa katika ile katiba ya Bomas, yale mambo ambayo yalikuwa yamekataliwa na wengine. Kwa mfano, katiba ya Bomas iliweka vyeo tofauti. Ilikuwa iko rais, makamu yake, na kulikuwa na waziri mkuu na makamu wake wawili. Hiyo ni Bomas draft ambaye ilikataliwa na mahakama. Walienda kwa mahakama, wakakataa, wakaenda Kilifi, wakabadilisha, wakaleta kwa bunge, wakapitisha kwa nguvu. Tukasema tutaenda kwa mahakama ya wananchi, na wao wakasema wataweza. Tukasema hapana. Sasa wakachukua ndizi na tukachukua chungwa, na chungwa yakamanyana na ndizi, na nyinyi mnajua matokeo yake. Sasa baada ya vurugu wa 2007 tukarudi, tukaweka kikundi moja ambayo ilienda ikafanya marekebisho kidogo sana. Ile ilikuwa inaitwa kwa kimombo firefighting katiba hii ya sasa. Ile katiba ambayo ilipitishwa na Wakenya kamili ilikuwa ile ya Bomas, na hiyo ndio marekebisho ambayo BBI ilikuwa inataka kufanya. Sasa hao jamaa wameruka, wamesema kwenda pande nyingine. Tunasema sawa, kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Tunatupa hii ambayo imevunjika, tunachukua nyingine, ama sivyo? Uludhu sawa sawa. Azimio azimio, umoja umoja umoja. You know, when you are walking and there's a small stump and you hit it with your leg, it will hurt a little, but it is not the end of your journey. You continue, and we are continuing with or without BBI, and now we shall continue without it. We had said we shall continue with or without it, and now we shall continue without it, just as we had said, and things are on course. I can tell you that things are on course, and the whole country is upbeat, because we know that our son, particularly people from Bondo here, you know that our son is the one carrying the mantle. Those are the hiccups you hear here and there, that there are some people who are not ready to come. Finally they will come. We shall all come together. Don't worry. Leave that to us. You people concentrate and mobilize yourself and be morally upright, knowing that things are on course. That is what I want to urge our people to do, because this is a struggle which you have carried out. You have carried the mantle for a very long time, and you should not give up. Yesterday,
a decision by the High Court. And because of the respect of their independence, we respect that decision and will go by it. But what is important, we need a conversation. We need a conversation between the executive, parliament, and judiciary, so that we don't get to a level of supremacy battle. When I listen to Justice Sichale, when I listened to her keenly, she was of my view that indeed IBC was well constituted to go through the signatures. And if you infer from what she said, it therefore means if IBC was never constituted well, then all the by-elections that we have held in this country are null and void. That from my own interpretation. I want to call upon those in the top political leadership to tamper with our ambition. And I want to call upon the Deputy President. It's not a time to celebrate. What I witnessed yesterday, the whole country, there's only one city that celebrated, and that was Eldoret. It should be something to worry us. It should be something to worry the political class as we go for election. The court has decided. Our leader has said we'll go by that. But I want to say one thing. All of us, educated people, all the people, something has struck me that very few people have read BBI. That document, if you read that document and see the problems identified, those are the problems of Kenya, and the solutions proposed are the solutions for Kenya. But what we have done, we have decided to politicize the document and say you either support this side or support that side. You want this person in, you want that person out. That is a mistake this country must never do. I believe that we shall go forward as Jakoma said. BBI was the baby of a handshake. We will go forward with the handshake and unite the country. But we shall implement the contents of BBI. The BBI intended this country to take the route that our forefathers like Jaramogi wanted us to take.